Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu moja kwa moja tujifunze mbinu na kanuni za kusoma na kufaulu mitihani. Kila mzazi angependelea mwanae afanikiwe katika masomo na kufaulu mitihani yake. Pia kila mwanafunzi anahitaji kufaulu katika mitihani yake. Walimu nao wanajisikia vizuri wakati wanafunzi wao wanafanya vizuri katika mitihani yao. Kufaulu mitihani ni muhimu kwa malengo ya mwanafunzi, kwani anaposhinda mtihani unamwezesha kuwa na mtazamo wa juu kielimu. Kwa mfano, kupata cheti cha diploma au degree, kitu ambacho kinamfanya aweze kufanya kazi au kupata kazi katika kampuni mbalimbali. Wakati mwingine inakuwa ni vigumu kwa baadhi ya wanafunzi kumudu masomo na mitihani yao. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini wanafunzi wengine washindwe na wengine wafaulu vizuri katika masomo na mitihani yao. Mafanikio katika masomo ya kufaulu mitihani yanahitaji uwezo asili, kufanya kazi kwa bidii na kufuata kanuni na mbinu za kusoma. Wanafunzi wengine huona ugumu katika masomo na kufaulu mitihani si kwa sababu hawana akili, bali hawafuati mbinu na kanuni fulani za kusoma na kufaulu mitihani. Wanafunzi wengi wana uwezo mzuri kama watajifunza mbinu muhimu, kwani mbinu na kanuni hizi zinaweza kutumiwa na wanafunzi wa shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya kati na hata vyuo vikuu. Kanuni hizi za kusoma na kuweza kufaulu mitihani ni kama ifuatavyo: uweka lengo maalum la kusoma kila siku na utimize. Jiandae kwa mitihani kila wakati. Usingoje mwalimu atangaze kuwa ataleta mitihani ndipo uanze kusoma. Uweka ratiba ya kila siku ya kusoma na uifuate. Tenga muda wa kutosha wa kila somo. Uwe na mahali maalum pa kusomea. Epuka kitu chochote kinachoweza kukufanya usisome vizuri. Tafuta mahali pasipo na kelele ya aina yeyote. Usifanye mambo mengi kwa wakati mmoja, kwa mfano mapenzi au anasa za kimwili, wakati wewe bado ni mwanafunzi. Hivyo ni vikwazo vya kimasomo ambavyo vitakuletea shida. Jijengee tabia njema ya kujizuia katika tamaa za mwili. Fanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Ni muhimu kujihusisha na watu wengine. Jambo hili linakufariji kimawazo. Fika darasani kwa wakati unaotakiwa ili usikose maagizo. Usikose kipindi bila sababu maalum. Wakati mwalimu anafika darasani, pitia yale uliojifunza kipindi kilichopita. Soma kazi zako zote za darasani kabla ya kuanza darasa. Wakati mwalimu anafundisha darasani, sikiliza kwa makini kile anachofundisha na muangalie machoni mwalimu wako. Usiangalie pembeni. Baada ya kipindi, pitia yale uliojifunza. Chunguza masomo yako ili ujue udhaifu wako uko wapi. Jenga tabia ya kuvumilia. Kamwe usikate tamaa wakati mgumu utakaoupitia katika masomo yako. Jenga tabia ya kupania kufaulu katika masomo yako. Amini kuwa utafaulu. Usiwe mwanafunzi wa kukaa darasani tu. Uliza na jibu maswali yanayoulizwa. Epuka kukaa kimya, bali shiriki katika mazungumzo ya darasani na wenzako. Ni vizuri pia kuwa na mwenzako wa kujadili naye. Uwe mwanafunzi mdadisi wa mambo kwa walimu, hata kwa wanafunzi wenzako pia. Wasilisha kazi za darasani kwa wakati unaotakiwa. Unapokuwa na matatizo ya kimasomo, muone mwalimu anayehusika na somo hilo. Hudhuria shughuli zote za shule nje ya darasani. Jenga uhusiano mzuri kwa walimu wako na kwa wanafunzi wenzako. Ukiwa na amani moyoni, utasoma na kuelewa. Epuka marafiki wabaya wenye nia ya kukupotosha. Epuka pombe, uvutaji sigara, bangi na dawa za kulevya, kwani huharibu ubongo na kudhoofisha afya yako, ambayo itakufanya usisome kwa uhuru. Siku ya mitihani usifikirie kushindwa, bali uwe na imani kuwa utashinda. Ondoa wasiwasi na shaka unapoelekea kwenye mtihani. Wahi kwenye chumba cha mtihani, kwani kuchelewa nako huleta hofu, ambako husababisha wewe kushindwa kufaulu mtihani wako. Chukua vifaa vyote muhimu katika mtihani kama vile kalamu, penseli, lula na vifaa vingine. Soma maagizo ya mtihani kwa uangalifu sana, na hakikisha upo makini kwa kile unachotakiwa kufanya kabla ya kujibu maswali ya mtihani wako. Kabla hujaanza kujibu maswali, angalia maswali ambayo ni rahisi kwako kuyajibu kwa haraka. Jibu maswali rahisi kwanza kwa haraka ili upate muda wa kutosha kuyajibu maswali yaliyo magumu. Bila shaka wewe mwanafunzi wa shule ya msingi,
sekondari, vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu. Kama utazifuata mbinu hizi na kuwa nazo makini, bila shaka mitihani kwako haitakuwa migumu. Bila shaka masomo ya darasani kwako hayatakuwa magumu. Nikushukuru sana, endelea kuwa na Kiko Media ili uendelee kupata taarifa na maarifa mbalimbali ambayo tunakuletea. Asante na kwaheri.